ya kushangaza sana, hata maaskofu wa kanisa Katoliki wamezungumzia. Tumeona hata watu wakitupiwa vitoa machozi kanisani. Unajiuliza hii taifa letu la Kenya linaenda wapi? Na unashangaa ukiona gari la maaskari linasindikiza wahuni ambao wanafanya haya mambo. Ni jambo la kushangaza sana na kuhuzunisha kwenye taifa. Waache watu, let people express themselves. We are living in a democratic nation, but we don't have democracy. It has been oppressed by those in power. So tunawasihi wale walio katika uongozi ya kwamba ruhusu watu wajieleze. Kama unatofautiana na mtu kwa maoni, sema yako. Kama unatofautiana na mtu kwa yale ambaye amesema, na useme yako. Lakini jambo ambalo ningependa kusisitiza ni ya kwamba ni kama kuna uwezekano viongozi walioko wameshtuka kidogo, kwa sababu wanaona Wakenya wameamka na Wakenya wanataka Kenya ambayo inahudumia kila mtu. Kwa hivyo viongozi wa upinzani wanapotoa kauli yao, viongozi walioko serikali wameshtuka na kuona ya kwamba kumbe Wakenya wameamka, na naomba tu kila mmoja ajieleze na tuwe na uhuru wa kujieleza. Mfungo huu wa Kwaresma, kanisa Katoliki nchini Kenya kupitia kwa maaskofu wetu wameweza kutupa mambo ambayo tunafaa kutafakari, ambayo nimehubiri katika misa ya leo. Mambo 5 ambayo tutakuwa tunatafakari kwa kipindi hiki, na mada ambayo tunayo katika wakati huu ni ya kwamba tuijenge Kenya ya haki, amani na umoja, inayodumisha usawa na heshima kwa binadamu wote. Tuijenge Kenya ya haki, amani na umoja. Kenya yenye haki ambayo ina amani na ina umoja.